Naomba nikualike jioni ya leo ili tuweze kwenda kuangalia maneno ya Mungu. Nina ujumbe unaosema Yesu ni wa huruma. Ukisoma Biblia maeneo mengi sana inazungumza, ikisoma mara zote Yesu alipoona makutano aliwahurumia. Aliwahurumia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu kile cha Marko. Ile sura yake ni ya 10. Alafu mstari ule wa 45 inasema hivi: wakafika Yeriko, hata walipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, alianza kupasa sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikuletea habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu. Mtu huyu anajulikana kwa jina la Batimayo. Alikuwa ni mtu ambaye amepoteza kuona. Hatupati historia kuzaliwa kwake, lakini Biblia inatuambia alikuwa kipofu. Lakini ni mtu aliyekuwa anatafuta kuondokana na upofu. Na kwa sababu alikuwa kipofu, alikuwa na kazi moja ya kuombaomba ili aweze kuendesha maisha yake. Lakini Biblia inasema katika simulizi la somo tuliyosoma, inaonekana Batimayo huyu aliwahi kusikia habari za Yesu. Maana aliposikia Yesu anapita, aliwauliza watu walioko karibu, akauliza kuna nini? Watu wakamwambia, Yesu Mnazareti anapita. Akapiga kelele akasema, Yesu Mwana wa Daudi nirehemu. Pale jirani kwake walikuwepo watu. Wale watu hawakusemwa ni wakina nani, hawajatajwa majina yao, lakini ni watu ambao huenda walikuwa wanafaidika na upofu wa Batimayo. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu walipoona Batimayo anatafuta msaada, wakamwambia, nyamaza, wacha kusumbua mwalimu. Wewe kipofu, tulia, wacha kiherehere. Yule Batimayo akapiga kelele, Yesu Mwana wa Mungu nirehemu mimi. Watu wakamwambia, nyamaza. Biblia inasema Yesu alishampita, alikuja kwenda mbele yake,
Biblia inasema Yesu akasimama. Yesu akasimama. Yesu ni mwenye huruma. Ana huruma kuliko mama yako. Ana huruma kuliko baba yako. Ana huruma kuliko mkuu wako wa dini. Wako watu wasiokuhurumia. Unapolewa hawakuhurumii. Unapoiba hawakuhurumii. Unapovunja nyumba za watu hawakuhurumii. Unapofanya chochote hawahangaiki na wewe. Ngoja nikupe habari fulani. Hivi unajua kwa nini watu wamekuacha uendelee na uovu? Wanataka ufe na huo uovu, alafu siku moja wajisifu kwa maisha yako. Alikuwa anakuja sana kanisani, alikuwa anatoa sana michango, alikuwa anatupa sana ushauri, halafu baadaye watu wanaandaa chakula wale, halafu wewe unazikwa kaburini. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ninazo habari njema jioni ya leo ya kwamba Yesu ni mwenye huruma. Anapoona watu anawahurumia. Biblia inasema Batimayo akapiga kelele, akapiga kelele. Yesu alivyosikia akasimama. Aliposimama watu wengine wakamwambia, Batimayo, Yesu amesimama. Yesu amesimama. Alafu Yesu akasema, mleteni, mleteni. Wengine wakamwambia, nipe moyo anakuita. Biblia inasema Batimayo akautupa mzigo mwepesi, ile mzigo mzito, akatupa mavazi yake, akaanza kwenda kwa Yesu, akasogea kwa Yesu. Jioni ya leo, lete matatizo yako kwa Yesu, anaweza kukuponya. Haijalishi una kansa, haijalishi una ukimwi, haijalishi ndoa imekufa. Ninazo habari njema. Yesu yu hai. Yesu yuko hapa. Anataka kufufua maisha yako. Anataka kunyoosha mifupa yako. Anataka kurejesha watoto wako. Acha kusikiliza wanayekuambia kuna wokovu. Iko wokovu jioni ya leo. Tulikuwa wavuta bangi, Yesu akatuokoa. Haleluya! Biblia inasema kwa maana mwanadamu alikuja kutafuta na kukiokoa kile kilichopotea. Nisikilize, unaweza ukaona uko sawa, lakini kwenye maisha yako kidogo utagundua kuna maisha yanayokutesa. Yamkini ni uzinzi, yamkini ni uchawi, yamkini ni ushirikina, yamkini ni chuki. Nataka nikuambie, Yesu Kristo anayo mapenzi ya kupenda. Kazi yako ulionayo ni kusema, Yesu, nipo mahali hapa, ninakutaka wewe. Alafu yeye anaondoa huo mzigo. Piga makofi kwa huyo Yesu. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Yesu akasimama. Yesu akasimama. Alafu yule Batimayo akaanza kwenda. Alipofika kwa Yesu, Yesu akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Akamwambia, Mwalimu, nataka kuona. Nataka kuona. Huyu Yesu ni wa ajabu. Huyu Yesu ni wa ajabu. Akamwambia, imani yako imekuponya. Biblia inasema kwa dakika chache upofu wa Batimayo ukaondoka, akaanza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Yamkini kuna watu wanaokuambia unaweza kuokoka hapa hapa, endelea kwenye dini yetu, usiache kanisa lako. Lakini wanajua unavuta ugoro, lakini wanajua unavuta sigara, lakini wanajua una mume wa mtu,
na unaimba kwaya, najua upendi kutenda dhambi, kwa sababu kwa asili wewe ni mwana wa Mungu. Najua upendi kufanya uzinzi, kwa sababu kwa asili wewe ni mwana wa Mungu. Lakini unajua shida iko wapi? Ni kwa sababu hauna Yesu. Unayohisia kwamba Mungu yupo, ila hujamruhusu Yesu ili avunje ile ukuta wa dhambi. Hujamruhusu Yesu akufanye kuwa wa kwake. Sasa nina habari njema jioni ya leo. Yesu ni mwenye huruma. Jioni ya leo Yesu anakupenda wewe. Jioni ya leo wewe ndiye yule mtu aliyefiwa na Yesu pale msalabani. Jioni ya leo wewe ndiye yule mtu anayetafutwa na Yesu. Wewe ndiye yule mtu ambayo gharama ililipwa pale Kalvari. Wewe ndiye yule mtu. Ninazo habari njema kwamba shida yako Yesu anaweza kutatua. Ninazo habari njema kwamba ndoa yako inaweza kuwa hai tena. Ninazo habari njema kwamba habari mbaya ulionayo yaweza kuwa habari njema jioni ya leo. Kazi moja ulionayo ni kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kitu. Unajua Yesu sio kama wewe. Halafu Yesu sio kama mimi. Kama ingekuwa watu wanaokolewa kwa wema, mimi nisingeokolewa, kwa sababu nilikuwa bedui. Nilikuwa mtu mbaya, mtu asiyefaa. Yana nilikuwa nawasimulia watu, nikawaambia kwenye ujana wangu siku moja tuliazimu kuvuta bangi. Kwa hiyo tukachukua misokoto mingi, tukakaa pale ndani, tukaanza kuwasha ile bangi. Watu walioko nje, vijana wenzetu, wakahisi kwamba kwenye geto letu tunapika. Kwa hiyo jamaa akaja, alipogonga mlango, aliposukuma, akakuta ndani ya chumba imejaa moshi tupu. Alafu tumebaki tunafanya tu hivi, macho yamekuwa mekundu. Nakumbuka yule kijana alitutazama tu hivi, akarudi nyuma, alafu akakimbia. Alafu sisi tukaendelea tu, tukaona kawaida. Lakini sikiliza, ilikuwa naimba kwaya, ilikuwa na gonga moja. Alafu unaenda kuimba kwaya, hakuna aliyenifuatilia. Nilipomaliza kuimba kwaya, naenda pembeni navuta sigara. Sijawahi kuulizwa, sijawahi kuambia hiyo njia ni mbaya. Nikaishi na mimi niko sawa. Na nilipoona watu waliookoka, nilikuwa nawafanyia vibaya, nilikuwa nawafanyia vituko. Lakini Mungu wa ajabu, huyu Yesu ni wa huruma, akaniokoa hivyo hivyo, akanipenda hivyo hivyo, akanijali hivyo hivyo. Huyu Yesu ni mzuri jamani. Haleluya.